Okay, sasa tukaendelea na else statement. Okay, tuangalie kuhusiana na else statement. Ya, tumetoka kuangalia kuhusiana na if statement na tumeshaielewa if, tukasema if ni kama. Ya, sasa twende tuangalie na else statement. Ya, kama unavyoona kwenye screen yako hapo hivyo, tumesema else ni sawa sana vinginevyo. Okay? So else kwa Kiswahili ni vinginevyo. Kwamba tunaiambia program vinginevyo. Ya. So kama nilivyokwisha kuandika hapo hivyo inatumika wapi? Ya, else inatumika wapi? Else inatumika au inafanya kazi kama if haikutumika. Maybe tuseme tumeiambia program if age sana, maybe if age is greater or equal to 18, print kitu fulani. Okay, sasa kama age so 18, okay, kama age so 18, umri so miaka 18, program ifanyaje? Ndio swali la kuja hapo, ndio kinakuja kitu inaitwa else. So kama umri sio miaka 18, else vinginevyo, sasa ndio inakuja hapo. Kwa hiyo kama umri sio miaka 18, else vinginevyo fanya kitu fulani. Yeah, ndio jinsi else inavyotumika. Na twende tuangalie kuhusiana kanuni za kutumia else statement. Yeah, kanuni zake ni zipi? Kanuni za kutumia else statement. Ya kwanza kabisa tunaambiwa kwamba kwenye else hakuna condition. Hakuna condition. Yes, hakuna condition. Kwenye if tulisema kwamba if ukiwa na run if lazima uweke condition, maybe tuseme if age is greater or equal to 18. Hiyo ni condition. So kwenye else hakuna condition. Utanielewa zaidi nitakuonyesha mfano. Hakuna condition. Na kanuni ya pili tunaambiwa ni lazima iwe chini ya if. Lazima iwe chini ya if. Okay, else lazima ikae chini ya if. Na kingine ni lazima iwe na colon. Okay? Colon, I mean this one. Yes. Na kingine ni lazima iwe na space. Lazima iwe na space. Yes, lazima iwe na space, na kawaida ni kama kwenye if space zinakuwa 4, indentation. Yes. Ngoja tuandike for space. Okay, hizo ndo kanuni za kutumia else statement. Ngoja sasa nikuonyeshe mfano. Hii segment ni comment ili sikaniletea shida. Ngoja nikuonyeshe mfano. Tuseme age, variable age is equal to 15. Okay, tuseme sasa if variable age is greater or equal, okay, is greater or equal to 18. Okay, tuseme print. Unaona nafasi kwanza shajaza kwanza. Sasa tuseme print. Tuseme printing adult. Yes. Sasa else inatumika hapa hivi. Else, ngoja nikuonyeshe. Tumesema kwamba age ni sawa na 15. Variable age sawa na 15. Alafu tukasema if age, kama umri ni greater or equal to 18, program will print adult. Sasa tu run tuangalie. Yes, program imetulia, haijatugia output yoyote kwamba print haijatumika. Kwa nini haijatumika? Umri tuliweka kwenye variable age ni mdogo kuliko 18. Hujafika miaka 18. Ngoja tubadilishe. Tukibadilisha tukiweka 19. Let's say 19. Tukirun tutaona adult. Yes, kwa hiyo program imeleta print imetumika. Sasa hapa tuweke 15 ile tuone else jinsi inavyotumika. To run else. Else. Yes. Tuweke else. Then tunaweka colon, then tunashuka chini. Ndio itagoma. Else
Tazingua, yes, lazima tazingua. Else tuhesabu kabisa hizi 1 2 3 4. Else print yes, print ya maina yes, tuandike tu hicho. Yes, umeona sasa hapo imefanya kazi kwamba tumeweka program variable age sasa na 15. So kama variable age ni greater or equal to 18, print adult, else print minor. Okay, yeah, na hapo tumeona print haijatumika, imetumika minor. Ya, na tukisema hapa tuweke 19 kwenye variable age, tuweke 19, tukiweka 19 hapo hivyo utaona minor haijatumika, ni else haijatumika kabisa na program. Tukirun tutaona kwamba imetoa adult. Yes, ile minor haijatumika. Sasa hii ndo namna ya kutumia else statement. Sasa tuangalie kuhusiana na elif. Yes, ya tu comment sehemu, tu comment na yenyewe. Yes, ya tu comment yote. Yes, sasa tuangalie kuhusiana na elif. Yes, elif statement. Okay, yeah, tuangalie kuhusiana na elif statement. No, tuweke juu. Yeah, elif statement tuirani hapa. Elif statement. Yes, sasa tuangalie kuhusiana na elif statement. Kwanza kabisa tule elif ni kifupi cha else if. Yes, elif ni kifupi, andika kifupi cha else if. Yes, else if. Yeah, kwa hiyo elif ni kifupi cha else if. Sasa inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kama ya kwanza sio jibu, jaribu hili. Yaani inaiambia program kama ya kwanza ilikuwa sio jibu, jaribu hii hapa hivi. Ya, ndo hapo sasa inapotumika. Utanielewa zaidi nitakapokupa mfano. Yes. Sasa tuangalie kanuni za kutumia elif. Ya, kanuni zake ni zipi? Kanuni za kutumia elif. Ya, kanuni ya kwanza kabisa ina colon. Ya, yenyewe ina colon kama kawaida. Kanuni ya pili ni kwamba inaandikwa elif. Yes, inaandikwa elif. Umeona? Inaandikwa elif na sio else if. Na sio else if. Hii hapa ni kosa. Yes, hii hapa ni kosa. Ya, sasa tuangalie mfano wa kutumia elif. Ya, mfano wake sasa ni kwamba iko hivi. Tuseme tu run variable max. Yes, variable max. Yes, variable max is equal to variable max is equal to 72. Yeah, variable max ni sawa na 72. Then tuseme if, yeah, tutumie sa if hapa hivi. Tuseme if variable max is greater or equal to 8. Okay, to 8. If variable max is greater or equal to 80. Okay, to 80. Then tufunge na colon. Tuiambie program print then tuweke hivyo print grade A. Tuweke tu A, print grade A. Yeah, alafu sasa tuanze tukirani hapo hivyo, hamna chochote kitachotokea actually. Yes, program imetulia, haijajua kipi tena cha kutugaia. Sasa twende sasa tukaonesha matumizi ya elif. Ya, elif inatumika hapa hivi kwa sababu kwenye nani tuna maybe hapo tutatumia grade 3 A B C. Yeah, so elif inatumika hapa hivi. Kutasema elif, tunaita elif max. Kwa nini kuandika elif yes, elif max is greater or equal to 60.
no 16, yes. Yeah, unaona kama hivyo. Kwa hiyo iprint nini? Iprint, yes, tabii tuvuke nafasi 4, 1 2 3 4. Yes, print. Je, tuandike B. Yes, B. Ngoja tuweke kwenye nani. Yes, B. Yeah, mje tujaribu kurun tuangalie kitakachotokea. Yeah, umeona imetokea B. Kwamba tuje kwenye variable yetu tulioinalia hapo, tulianza nayo, tumesema max ni sawa na 72. Alafu tukasema if max is greater or equal to 80, print A. Yani kwamba kama max zinaanzia kuanzia 80 kupanda juu hadi 100, program i print A. Okay, hiyo ni grade A. Lakini tukasema kwamba elif inasema hivi, kama ya kwanza haijatumika au sio, jaribu kitu fulani. Yeah. Kwa hiyo kama haija if max is greater or equal to 80 haijatumika au sio, ndio tunatumia sa elif hapo hivyo. Kwa hiyo tukasema elif max is greater or equal to 60. Kwa sasa na tukiangalia iko hivyo, umeona 60 hadi 72. Kwa hiyo sasa tukasema print B na tukaona imetugia output ya B. Ya sasa tukatumia else sasa hapo tunaenda kutumia else. Yes, tuseme else vinginevyo, then tuweke colon, vinginevyo tuaruka nafasi 1 2 3 4. Yes, sasa tusema print C. Yeah, umeona sasa tukirun tutaona ya hapa itatuletea B actual, lakini tukisema tubadilishe tuweke ngapi hapo kwenye max, variable max tuweke ni maybe 30. Yes, tuweke 30 tuangalie. Yes, imetuletea C. Yeah, kosa ndo namna elif inavyotumika. Nadhani hadi hapa hivi tutakuwa umeelewa. Cha msingi kurun, vitu vingine unarun mwenyewe unaangalia na kwaje. Sasa tuachane hapa tukaangalia kuhusiana na nested if. Yes, ya tuende kwenye kitu kingine kinaitwa nested if. Ya tu comment hizi sehemu tukaangalia kuhusiana na nested if. Yes, turudi juu. Yes, tukaangalia kuhusiana na nested if. Yeah, tuangalie kuhusiana na nested if. Sasa nini maana ya nested if? Yeah, nested if ni hali ambapo unaweka if statement ndani ya if nyingine. Yeah, tumesema kwanza kabisa nilisema kuhusiana na if ni kama. Okay? Yeah, ni koni kitendo au hali ambapo unatumia if mara mbili. Unaweka if ndani ya if nyingine. Maybe nikupe mfano kwamba niseme mimi ni mlinzi, umeona? Mimi ni mlinzi. Na mimi hapa hivi kama mlinzi nimepewa amri na bosi wangu kwamba ili mtu aingie hapa avuke, aingie ndani. Yeah, ili mtu avuke aingie ndani ni lazima awe na kitambulisho na pia awe na daftari, umeona? Kwa hiyo ili mtu avuke aingie ndani akutane na bosi wangu ni lazima awe na kitambulisho na daftari. Kwa hiyo sasa unaona sasa nested if inapoanza kutumika kwamba kama kwa mimi nitajiuliza, mtu anapokuja nitajiuliza kwamba nitaangalia kama ana kitambulisho. Kama anacho, yes. Lakini hata ruhusa bado kupita, nitamuuliza, nitaangalia tena kama ana daftari. Yes, kama ana kitambulisho na kama ana daftari. Kama vyote anavyo atapita, lakini kama atakosa kimoja basi hataweza kupita. Kwa hiyo atakuwa amefail. Sasa iko hivi kwenye nested if. Kitu hicho. Yeah. Sasa kwanza tuelewe inatumikaje kwanza hii nested if. Nested if inatumika pale ambapo program inafanya uchunguzi wa pili ndani ya uchunguzi wa kwanza, okay? Au tuasema yeah, it's actually like that. Sasa ngoja nikupe mfano sababu hapa ina shida sana. Tumesema ni kutumia if mbili na nikakupa mfano. Ili mtu aingie ni lazima awe na kitambulisho na daftari. Akikosa kimoja it means what? Hawezi akaingia ndani. Kwa hiyo it must awe na vitu vyote. Ni lazima awe na vitu vyote. Hapa ndipo end inapotumika. Ni lazima uwe na each na each. Kama umekosa kimoja una fail, unabaki. Yeah, hapo ndo end inapokwenda kutumika. Sasa tuzungumzie sana masuala end. End itakuonyesha tutorial yake
na nitakwambia kwa sababu gani end inatumika. To run example, tuseme variable age is equal to 20. Variable age sasa na 20. Yes, variable age sasa na 20. Naona kusema variable age sasa na 20, and then tuseme has id. Hapa tuweke tu hapa has id ana kitambulisho id, then tuseme true. Then tuseme true. True. Nilisema true inaanza na herufi kubwa, ile T inatoka na herufi kubwa. That's why nimeandika true kwa herufi kubwa, hiyo T imekuwa na herufi kubwa. Alafu sasa tuseme sasa tutumie if sasa. Tuseme if age is greater or equal, if age is greater or equal. Umeona? If age is greater or equal to 18. Kama umri ni mkubwa au sawa na 18. Atuiti print kwanza hapa hivi. Sasa ndo if nyingine hapo inapotumika. If age is greater or equal to 18. After if nyingine inakuja hapo chini yake. If has id. Umeona? If has id. Umeona? Then tunaifunga kama hivyo. Yes, tufunge. Then to print sasa. Print. To print. Let's say tuweke neno lote umefanikiwa. Then tuweke tanaka emoji. So must. Sasa ndio hivyo sasa. Tunasema variable age sasa na 20 has id true if age is greater or equal to 18. If has id print umefanikiwa. Kwa hiyo kama umri ni mkubwa au sawa na 18, kwa hiyo ni 18 kuendelea, kuanzia 18 kuendelea. Na kama ana kitambulisho, na kwenye kitambulisho tumesema true, basi tukasema print umefanikiwa. Tukirani program tuangalie, yes, inatuambia tumefanikiwa. Maybe tufanye condition yoyote false. Turudi kwa sasa hapo hivyo tukiprint kama hivyo, tukiprint ime stop, but tukiweka hiyo true itatuletea umefanikiwa. So tutumie else. Else itakuja hapa chini ya if hii hapa hivi, hiyo if ya pili iliyotumika. Yes, kwa hapa tumie else vinginevyo sema print. Tabisa print dk na mwenzake hapa zifatane. Print ngojea tuhesabu 1 2 3 4 1 2 3 4. Yes, to print sasa. Print umefail. Yes, tukirani program natuambia nimekosea. Else imekaa vibaya. Else. Yes, ilikuwa imekaa vibaya. Sasa ndio hivyo sasa. Hapo umetuletea hivyo. Sasa kingine cha kuelewa ni kwamba tupate tips hapa hivi. Sababu hii hapa hivi inaweza ikawa more complicated. Ikiwa unataka kufanya maamuzi mengi sana, kwa hiyo hapa itakuwa complicated. Maybe sasa tuanzie hapa hivi, tuseme kwenye line 40 tuseme if age is greater or equal to 18. If age is greater au tuseme kwanza hivi hapa tutakwenda kutumia end. Yes. If kwa tuseme age is equal to 20 has id false. If age is greater or equal to 18. Sasa tuseme na end, tuite end id has id. Okay, id has id, then tufunge hapa na colon. Sasa to print. Yes, then sasa ndo to print 1 2 3 4. Yes, to print sasa. Nadhani taleta error to print. Yes, then tuweke yes, yes, tuki run program. Imegoma kwa sababu hapa ni false, lakini tuweka condition ikawa true. Tuweka true.
yes, inatugea yes. Alafu sasa hapa ndo unaweza kaita na nyingine sasa ukasema else, then tukasema else print tuseme no, let's say tuseme no. Kwa hiyo hapa hivi hii condition moja inatakiwa false, ndio ituwekee false, tuandike false, then tukirun no. Yeah, sasa hii ndo namna kufupisha kuliko uandike if like hapo inakuwa inachosha. Kuna andika if age, hiyo unapiga na end katikati has id, yes, else print no. Yeah, hii ndo namna nested if inatumika. So tukaangalia kuhusiana na loops ya kurudia kazi, yes. Tukaangalia kuhusiana na loops, yes. Kwa hiyo ngoja tu comment sehemu zote hizi tuangalie kuhusiana na loops.